Mungu alimwambia Yeremia ya kwamba nilikujua kabla haujaingia tumboni mwa mama yako, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa mengi. Kabla haujaingia tumboni mwa mama yako, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa mengi. Kabla ya Yeremia hajakuja duniani watu kumtambua Yeremia, tayari alikuwa aishakuwa nabii wa mataifa mengi. Kabla Yeremia hajakuja katika dunia, tayari Yeremia alikuwa anatambulika, anajulikana kwa Mungu. Mtu ana sehemu mbili kubwa sana, sehemu ya rohoni na sehemu ya mwili. Sehemu ya mwilini ni sehemu ambayo mtu huja kuishi maisha ya mwisho, lakini sehemu ya rohoni ni sehemu ambayo mtu anaishi maisha marefu sana kupita sehemu ya mwili. Kama Mungu alimjua Yeremia kabla hajazaliwa, ina maana Yeremia aliishi muda mrefu sana kabla hajazaliwa, sababu mpaka Yeremia kufikia kuandaliwa kuwa nabii wa mataifa, yani aliandaliwa kabla hajazaliwa, yani aliishi katika maandalizi kabla hajazaliwa. Ninachopenda kusema hapa ni kwamba kuna baadhi ya watu wengi katikati yetu wanakata tamaa ya maendeleo ya maisha yao, wanakata tamaa kwa sababu ya matatizo wako wanapitia kwa muda kama na huu. Lakini ninachopenda ni kuambia kwamba ni vizuri unaweza kukata tamaa kama vile mwanadamu, lakini anayekujua zaidi ni Mungu peke yake, ambaye alikujua kabla hujakuja katika dunia hii. Na kama Mungu alikujua kabla hujakuja katika dunia hii, ina maana kwamba Mungu aliandaa maisha yako kabla hujakuja katika dunia hii. Na kuna uwezekano kwa yale ambayo Mungu aliandaa wewe kuja kuyaishi katika dunia, bado haujayaishi hata senti hata moja. Na kufuatana na hivyo, yanakufanya wewe kufikia muda wa kukata matumaini. Inawezekana umeshaomba sana, umepeleka hitaji zako kwenye madhabahu, lakini haupati majibu ya mahitaji yako. Lakini ninachopenda ni kuambia ya kwamba Mungu alikujua kabla haujakuja dunia, na alikutengeneza kuwa mtu fulani katika dunia hii. Lakini kila ambacho Mungu alikutengeneza bado haujakifikia. Labda una escape ama hauko katika njia ambayo itakayoweza kukufikisha pale ambapo Mungu alikutengeneza ufike. Au cha pili, auamini ya kwamba Mungu ana malengo na wewe na anapenda kukufikisha sehemu fulani. Kumbuka, majibu ya hitaji yako ya kawaida isikufanye wewe utoe imani yako ndani ya Mungu. Majibu ya hitaji yako ya kawaida isikufanye wewe kupoteza imani yako mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anakujua na ana mengi sana ya kufanya pamoja na wewe. Kumbuka, Mungu alimjua Yeremia, Mungu alimjua Daudi, Mungu alimjua Yusufu. So wote hao Mungu aliwajua kwa sababu nini? Alikuwa na malengo nao na alikuwa na plan ya kufanya nao. Kwa hiyo usikate matumaini mahali ule. Ndugu mpendwa, usikate matumaini. Simama imara katika imani yako. Mungu atakufikisha pale ambapo alikutengeneza ufike, kwa sababu alikutengeneza kabla haujazaliwa. Lakini kwa wewe kufaidi vile ambavyo Mungu alivitengeneza, aliviweka ndani yako, inabidi usimame strong katika njia ambayo ulimo siku ya leo. Shalom. Mungu akubariki mahali